dharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Hatuwezi. Kwa sababu lazima sisi tujiheshimu kama watu. Because the president has done is, retirement is not house arrest as somebody said here. Si rais aende kujificha chini ya kitanda, asitembee na mambo kama hayo. Sisi tunataka kuwa nchi ya ustaarabu. The president is making his contribution na mambo hii constant threats. Watu wengine ambao sisi wenyewe, Mheshimiwa Rais umetuambia kwamba tuongoze chama kwa heshima. Tusitumie lugha chafu na tutumie matusi. Sisi tumekataa, wakati mwingine tumefika hiyo laini, hatutaki kupita kwa hiyo laini. Nimewaambia watu wengine, mnaweza kufikiri ni uoga, lakini sisi tunasema rais akiwa ndio commander in chief wa defense forces wa nchi, kuna lugha mimi siwezi kutumia kwake kwa sababu I respect the soldiers of our country and the men and women in uniform. Na hiyo heshima pia should be reciprocated. Si eti sasa retired president amekuwa mtu tu wa kawaida, every madman, mtu mwingine leo kule ni rais anataja jina yake kila siku. Sasa rais wetu amekuwa ndio mpira wa kupigwa na watu wengine, hata unashangaa. Hatuwezi kabisa. Sisi kama viongozi na wanachama wa Jubilee, hayo hatuwezi kukubali. Pili, nchi yetu hii imefika mahali tuliko sasa, 63 years after independence. We want to build a united country. Na tufuate yale ambayo tumeelezwa na viongozi wetu kwenda mbele. Hatutaki kugawanya nchi yetu. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali Wakikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu, ama shida ya Wajaluo, ama shida ya Wakamba, ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Na kama kazi imewashinda, kila mtu anaona kazi imewashinda. Isiwe eti ni kusingizia region moja ama kabila moja Kenya hii. Kila usiku, mchana ni kulaumu watu. Na watu wakishindwa kazi wanaendelea namna hiyo, blaming other people, excuses kila siku.